Okay, leo tunaenda kujifunza kitu kimoja ambacho kinaweza kaa faida kwako. Kitakusaidia kwa wewe mpenzi mtazamaji ambaye una iPhone mpya na unahitaji kuifungua iCloud. Nifuatilie mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza na uweze kujua namna gani unaweza kufungua iCloud kwenye iPhone yako mpya, hata kama ni used, imetoka kwenye second hand, unaweza kufanya hivyo, kufungua iCloud yako na ukawa una iCloud ambao unaiown mwenyewe bila kwenda kwa mtu yeyote wala kuomba msaada kwa mtu yeyote. Let's go. Moja kwa moja njoo kwenye kitu kinachoitwa Google. Hapa mimi nafungulia kwenye simu ya Android. Hii sio iPhone lakini nafungulia kwenye simu ya Android. Hivyo basi una uwezo wa kufungua hata kwenye simu ya Android. Nakuja kwenye Google, then nitakuja kwenye Google kama hivyo. Kwenye Google utasearch kitu kinachoitwa iCloud, then utakuja kwenye iCloud sign in. Atakuja jamaa hapa anachekelea vizuri, atakuwekea vidole akionyesha kwamba wako kwenye app na wanafurahi vibaya mno, maisha yanaendelea. Utakuja kwenye sehemu imeandikwa sign in, utaibonyeza sign in, itakuja logo ya app. Utakuja kuna sehemu pameandikwa sign in with Apple account. So kuna chini pameandikwa email or phone number, kuna chini yake pameandikwa create your Apple account. Utaingia kwenye create Apple account. Itakwambia hapo create your Apple account. One Apple account is allow you need to access all Apple services. Already have Apple account, sign in. Wewe sababu hauna, kwa hiyo utaingia kwenye create chini. Utosema kwenye sign in. Kimeshacho sign in kama unayo. Kama hauna maana yake wewe unaingia kwenye kujaza majina. Nitaanza kwa mfano kama hapa. Nitaandika Steven. Steven Peter. Kwenye nchi utachagua nchi yako ambayo upo. Kwa mfano hapa sisi tuko Tanzania. Utatafuta Tanzania, Togo, Tanzania hiyo hapo utaweka Tanzania. Utakuja kwenye mwaka, utaweka mwaka wako wewe wa kuzaliwa. Mfano kama hapa mimi nitaweka 1999. Mwezi naweza nikaweka mwezi, kwa mfano hapa nikaweka mwezi Agosti. Day nikaweka labda 12. Alafu nikaja kwenye app ID. Kwa mfano kama hapa nahitaji labda niweke jina gani, ngoja niangalie hapa jina ambalo naweza nikaliweka kwa haraka. Ngoja. Nikaweka kwa haraka. Jina kwa haraka. Jina kwa haraka. Of course imenirudisha nyuma, kwa hapa nitaenda chap kidogo kwa sababu sikuwa na taarifa ambazo nataka nizitengenezee, nataka niziweke hapa. Taarifa mfano kama hapa jina ambalo nataka kuliweka na niweke ni jina linaloitwa Sylvester. Steven.
nchi kama nilivyokuambia, utachagua nchi ambayo uko nayo. Sisi nchi ambayo tuko Tanzania, utaweka Tanzania. Mwaka utaweka mwaka ambao unaozaliwa, utaweka hapo. Tarehe, mwezi pia utaweka hapo. Mwezi wa 9 mfano day naweza nikaweka 22 hapo. Then mfano kwenye hii nini nikaweka hapo nikaweka hivyo, alafu nikaweka iCloud.com. Umeelewa? Then kuna sehemu kama hii ya password. Password huwa panahitaji usiri. Umeelewa? Utaweka password ambayo utakuwa unaikumbuka sana kwa muda mwingi, kwa sababu ukisahau password ndio umesahau hapo ID yako. Nitaweka hapa password, naweza nikaweka S kubwa, then nikaweka hapo namba, naweka hiyo Tanzania, namba nitaweka namba simu hivyo ije kodi. Hapa chini kuna hizi utaruhusu tu kwenye text. Hapa chini kuna maneno yatakuwa pia uyaandike. Kama hujaelewa utalini hapa. Kama hujaelewa utanini tena hivi. Hujaelewa utanini tena hivi. Kama haya nimeelewa. Hiyo hapo. Utaandika hizo kama zilivyo. Ukikosea haitokubali. Then utakuja chini kuna sehemu pameandikwa contain. Umeelewa? Ukiona maana yake kuna sehemu haujajaza. Mfano hapo amekwambia hapo